Tumeambiwa nini? As-salatu yamadudini. Tunaambiwa katika kuwafundisha vijana wetu maneno hayo ya Mtume kwamba swala ndio nguzo kubwa, na swala ni ngumu kwelikweli, lakini lazima uswali. Unaonaje kipindi hiki tu ambacho tuko nacho, hali ya hewa ya sasa hivi hususan kwa Dar es Salaam, ile saa 10 ile ndio unakuta kuna kijubaridi fulani hivi ambacho sasa ndio wakati ule unatakiwa uamke kwa ajili ya ibada ya swala, lakini unalazimika kuliwacha shuka lako kwa ajili ya kukimbilia swala. Hapa subira inahitajika sana. Kwa hiyo kadhalika ibada ya ndoa, na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaipa nafasi ya juu sana kwamba mtu mwenye kuoa, man tazawaja faqad akmala shatra illaha fi shatri al-akhari. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusali Shabani huo unaangalia kama wageni wetu shafika karibu, ingie tu moja kwa moja. Yaani haya mazungumzo yetu yasije yakawafanya labda wakae pembeni kwanza, Sasa kwa uzito huu kwamba ndoa imechukua nafasi ya nusu nzima ya dini, lakini angalia maneno ya mbele Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema falyattaqillaha fi shatri al-akhir, fi qawlin falyattaqillaha fi nisfi al-baqi, basi na amche Mwenyezi Mungu kukamilisha nusu iliyobakia. Huo ndio uzito wa ibada ya ndoa. Wewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezea hata ibada ya mtu aliyeoa kwamba ni tofauti na ibada ya mtu ambaye hajaoa. Kwa nini? Kwa sababu yule aliyeoa Uislamu wake umekamilika, lakini sio Uislamu wake tu umekamilika, na akili yake pia iko sawasawa. Ukweli ni kwamba mtu asioa hana akili iliyokamilika bado. Uthibitisho wa haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad, rakaatani min mutazawijin khairun min 70 rak'atan min azm. Angalia hayo maneno ya Mtume Muhammad, rakaa 2 tu za mtu aliyeoa za sunna zina uzito zaidi, ni bora zaidi, khairun ni bora zaidi kuliko rakaa 70 za sunna za mtu ambaye bado hajaoa. Ni ishara tosha ya kuonyesha kwamba mtu aliyeoa amekamilika kila kitu, fikra, lakini mpaka nafsi yake pia iko sawasawa. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akizungumzia moja katika dalili ayati za kuonyesha uwepo wake na utukufu wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala